sambaa katika vyumba vya habari, lakini habari ambazo zimetufikia ni kwamba amefariki kutokana na makali ya corona. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia zaidi, tusikie zaidi taarifa kutoka kwa familia, tutakuwa tunakujuza zaidi, lakini kwamba seneta wa Machakos Boniface Kabaka ameaga dunia hii leo katika muda mfupi uliopita kutokana na makali ya corona, ijapo awali kulikuwa na madai ya sumu, hata mshukiwa mmoja kuzuiliwa katika kituo cha polisi uchunguzi ulipokuwa ukifanyika. Tunasema makiwa kwa jamaa na marafiki wa mwenda zake seneta Boniface Kabaka wa Machakos. Endelea kutazama taarifa za KTN News, tutakuwa tunakujuza zaidi mengi kuhusiana na taarifa hiyo ya tanzia. Na mtazamaji, kama alivyokujuzeni ni kwamba tutakuwa tunatupa jicho letu zaidi katika marekebisho ya katiba, taarifa ambayo tumeiangazia kutoka jana baada ya saini zile kupokelewa, saini milioni 4.4 kupokelewa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Je, sheria katiba inasema namna gani? Kabla kwenda kwake wakili Duncan Okach ambaye atakuwa anatujuza zaidi na kufafanua, wacha tuangalie katiba inasema namna gani katika vile vipengele ambavyo vitahusika kwenye ukarabati wa katiba, iwapo hilo litakuwa linafanyika. Hapo mwelekezi wangu ataniwekea katika kiwambo baadhi ya vile vipengee. Sura ya 13 ya marekebisho ya ambayo inazungumzia kuhusu marekebisho ya katiba, kipengee 255 ndo kinaweka misingi ya je katiba itarekebishwa namna gani iwapo hilo litahitajika. Katika kipengee cha 257, mtazamaji, marekebisho ya katiba yanafanyika kupitia umma ama wingi wa watu, wa Momba wakasema popular initiative. Katika kipengee kinachofuata kinaelezea jinsi katiba inaweza kubadilishwa kupitia bunge, lakini tugande katika kipengee hiki cha 257 ambacho ni marekebisho ya katiba kupitia umma ama wingi wa watu. Wingi wa watu kwa saini zisizopungua milioni 1 za wapigaji kura zitahitajika. Na katika kipengee cha pili ni kwamba mapendekezo ya wazi ama mswada ulioandaliwa utahitajika. Kwa hivyo kuna kuwa na yale mapendekezo ya moja kwa moja ama mswada uandaliwe tena ufikishwe kwa umma. Kipengee cha tatu kinasema kwamba ukiwa katika mapendekezo ya wazi, basi wafadhili wa mabadiliko wataandaa, ukiangalia katika lugha ya kimombo kwenye kipengee hiki kwenye katiba wanaitwa sponsors, ambao ndio watakuwa nashughulikia hili kuandaa, kama walivyofika jana Junet Mohamed na mwenyekiti mwenza wakafika Dennis Waweru kupeleka zile saini, wale ndo wale wafadhili. Kipengee cha 4 kinazungumza kuhusu wafadhili ambao watawasilisha mswada wa saini kwa IEBC, tena itathibitisha zile saini milioni 1. Kati ya milioni 4.4 zile saini watathibitisha kwamba angalau kuwe na milioni 1 zilizo sahihi. Tukisonga mbele katika kipengee cha 5, IEBC ikiridhishwa itawasilisha zile saini ama ule mswada kwa mabunge ya kaunti ili kujadiliwa kwa miezi mitatu, siku 90. Mabunge yote 47 yatakuwa yanapokezwa mswada huu. Tukisonga mbele katika kipengee cha 6, mtazamaji, kinaelezea kwamba kupitishwa kwa maspika wa kaunti watawasilisha, ama ukishapitishwa maseneta wale maspika wa kaunti watawasilisha kwa maspika wa mabunge yote mawili. Tutazungumzia Kenneth Lusaka wa bunge la seneti pamoja na mwenzake Justin Muturi wa bunge la taifa, watakuwa napokezwa ili kuweza pia kuidhinisha pamoja na kile cheti kwamba umeidhinishwa na mabunge yetu ambayo tumeyapitisha. Iwapo idadi kubwa ya mabunge ya kaunti yameupitisha, basi utajadiliwa tena na bunge. Idadi kubwa ni kumaanisha angalau mabunge 24, hiyo ni zaidi ya 50% ya mabunge yote 47. Kipengee cha 8, mtazamaji, kinasema kwamba ni lazima mabunge yote yaunge mkono mswada huo. Bunge la seneti na bunge la taifa waunge mkono, ndio tuende katika hatua ya 9. Tuangalie kipengee cha 9 cha mchakato mzima kinasemaje. Hatua ya 9 ni kwamba ukishapitishwa utawasilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta ili kuidhinisha mswada ule. Ukishafika kwa Rais Uhuru Kenyatta, kipengee cha 10 kinasema iwapo haujapitishwa ama kuna hoja zimeibuliwa, basi utapelekwa kwa umma kwa ajili ya kura ya maamuzi. Hapa ndo nitataka wakili wetu Duncan Okach aelezee zaidi, maanake kuna kutopitishwa, kuna kupitishwa, kuna baadhi ya vipengee kuibuliwa. Hebu tuangalie kipengee cha 11 ambacho ndo cha kumalizia kinasemaje. Hatua ya 11 inasema kwamba IEBC itaagizwa kuandaa kura ya maamuzi ndani ya siku 90. Baada ya matokeo ndani ya siku 30, mswada utatiwa saini na rais, kisha mabadiliko yafanyike. Kwa hivyo siku 90
kura ya maamuzi kuandaliwa, alafu wanaupeleka kwa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta atakuwa nao kwa siku 30 kuweza kutia saini. Ndo kipengee cha mwisho hichi, lakini kwa sababu utaalamu wangu ni wanahabari, ni kudadavua na uchambuzi na ufanya, kunaye mtaalamu ambaye ni wakili Duncan Okach ambaye yuko nasi katika studio zetu za katikati ya jiji. Wakili Okach, asante sana kwa kujiunga nasi, na kama nilivyoelezea ule mtiririko, kuna baadhi ya maswali ambayo yatajitokeza pale moja kwa moja, na labda mtazamaji wetu atataka kufahamu zaidi namna gani. Je, ni kipi ambacho kinaweza kuzuia kutoka hatua ya 11 kipengee hiki mswada huu usisonge mbele, urudi nyuma, uanguke na kura ya maamuzi isifanyike kisheria? Kwa mwaliko wako, na kabla hata nianze kujibu swali hilo, wacha niweze kuambia familia ya Bwana Kabaka na watu wa Machakos niwape rambirambi zangu za kipekee kwa kumpoteza seneta wao na baba yao na ndugu yao. Utaniongezea kidogo na natumai Mungu ataweza kuweka roho yake pali pema peponi. Jambo ambalo umeuliza ni jambo ambayo watu wengi wameweza kujiuliza, ya kwamba wakati ambapo mswada huu umeweza kupelekwa katika bunge haya mawili, ni lipi linaweza kufanyika ili tusiweze kuwa na kura ya maoni. Kwa hakika utapata ya kwamba katiba inatuambia ya kwamba kama tuseme seneti ama bunge maalum, National Assembly, moja yao ikiweza kukosa kupitisha mswada ule, basi kwa hakika jambo hilo litaenda katika referendum. Lakini kama tuseme ni bunge zote mbili zipitishe mswada huo, na isikue mswada huo unagusia yale maneno ambayo yameratibiwa katika article 251(1), utapata ya kwamba kuna yale masala masita yameweza kuratibiwa pale, ya kwamba kama kuna mabadiliko ambayo yanaguzia uhuru wa nchi, unaguzia mipaka ya nchi, inaguzia tuseme muda wa rais wa kuweza kuwa rais wa nchi, ama mambo ambayo yanaguzia uhuru wa mahakama, kama kuna jambo ambalo liko pale, basi bila shaka hata kama bunge zote mbili zitaweza kuidhinisha, bado hiyo mswada lazima iwasilishwe kwa mwananchi na waweze kutoa maoni yao kupitia kwa kura ya maoni. Lakini kama mswada huo haungekuwa na mambo yoyote kama hayo, basi wakati ambapo seneti na bunge inapitisha mswada huo, basi hakungekuwa haja ya kuandaa kura ya maoni. Ingekuwa ya kwamba wanapitisha, na baada ya hapo inawekwa sahihi na rais, na inakuwa ni sheria. Ukiangalia hii mswada ambayo imeweza kuwasilishwa hapo jana, utapata ya kwamba imeguzia mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo article ya 255(1), ambayo utapata ya kwamba bila shaka, ili iweze kufanikiwa, wakati ambapo bunge za kaunti tuseme zipitishe, vile umeweza kusema 24 na zaidi, inamaanisha kwamba itaenda katika bunge za kitaifa, seneti na bunge maalum. Kwa hakika, hata kama wote wakose kuidhinisha, ama mmoja aidhinishe, ama wote waidhinishe, bila shaka bado itaenda katika referendum. Na ndiposa unasikia watu ama wale ambao umewaita sponsors na katiba imewaita sponsors, wanajiandaa kwa kura ya maoni, kwani wanajua hakuna njia ingine ambayo hii mswada itaweza kubadilisha sheria ila kupitia kura ya maoni. Wakili, unasema kwamba njia pekee ya mswada huu kutosonga mbele ni mabunge peke yake. Iwapo yatafika zaidi ya 24 ndo utaanguka, vinginevyo hakuna sababu nyingine? Hiyo ni sababu moja. Sababu ya pili ni pahali ambapo tuko hivi leo. Naam. Kama tume ya uchaguzi itakuja kupata ya kwamba yale sahihi tuseme hayajafikia 1,000,000, wakiangalia wakiidhinisha sahihi hizo,
basi watasema ya kwamba hata hakuna haja ya kupeleka mswada ule kwa bunge za kaunti. Wakati ambao wataangalia process ambayo imetumika hadi wakati ambapo zile sahihi zimeweza kuwasilishwa pale, na wapate ya kwamba haijafuata sheria fulani, wataweza kusema ya kwamba hapana, hawezi idhinisha mswada huo kwenda kwa kaunti. Kumbuka ni hii tume ya uchaguzi ndio inawasilisha mswada huu, hizi miswada kwa kaunti. Kwa hivyo hakuna mtu mwingine ama hata si wale sponsors ambao watapeleka mswada huu kwa haya mabunge ya kaunti. Ni tume ya uchaguzi. Kwa hivyo wako na kipawa kulingana na katiba ya kuamua ya kwamba hii bill imeweza kupitia katika ufanisi wa kisheria, na wameweza kuwasilisha sahihi ambayo yamepita 1,000,000 kikatiba, na wakati huo ndio wanapatia sasa bunge za kikaunti, na bunge za kaunti wataweza sasa kujadili na kuweza kupitisha. Kwa hivyo hata kwa stage ya pili, bunge ya kaunti wakikosa kuidhinisha na kupitia ile level ambayo imewekwa ya mabunge 24 na zaidi, pia mswada huo utaweza kuanguka. Lakini ikipita hapo, naam, bila shaka lazima tuende katika kura ya maoni. Ama saini kuwa chache chini ya 1,000,000 ama mabunge ya kaunti kutopitisha. Je, swala la fedha ama swala la ukosefu wa makamishna wa kutosha wa IEBC, tunaamini kwamba makamishna 4 tunavyofahamu kwamba hawapo, ni 3. Ijapo kumekuwa na minong'ono ya siasa wakisema kwamba simshughulikie kwamba kwanza swala la IEBC kuwa na makamishna wa kutosha au la. Je, hawa 3 kisheria tunajua wanafanya shughuli, watatosha kufanya kazi? Hii ni minong'ono ya siasa ama inaweza changia pia na ama ukosefu wa fedha katika kusukuma mchakato mzima huu kabla ya kura ya maamuzi? Na asante sana Lofty kwa hiyo swali. Kwa hakika watu wengi waliweza kufikiri wakati ambapo makamishna 4 ambao walikuwepo wakati wa general elections, wakati ambapo walikosa kuendelea kufanya kazi hii, ya kwamba wale 3 hawangeweza kufanya kazi ambayo tume ya uchaguzi imepatiwa kisheria, na jambo hili liliwasilishwa katika koti, na mahakama kuu iliweza kusema ya kwamba hao 3 wana kipawa ya kutosha kulingana na katiba ya kufanya jambo lolote ambalo tume hii imekabidhiwa kupitia kwa sheria. Kwa hivyo hii swali ambayo kama wanaweza ama hawawezi ilishatatuliwa, na ni jambo ambalo sasa imepitwa na wakati. Kwa hivyo ukiangalia hata uchaguzi, tuna uchaguzi ambayo inakuja ya Pwani, utapata kwamba wamejitayarisha na wataweza kuandaa uchaguzi huo. Kuna uchaguzi mingi ambayo yamefanyika hapo awali, na hawa 3 wameweza kufanya uchaguzi na imechukuliwa ya kwamba ni halali. Kwa hivyo kupitia jibu hilo ni dhahiri shairi ya kwamba wanaweza kuandaa uchaguzi ama hata kura ya maoni. Na wakili, tukisalia hapo tu, labda jana tuliona mwenyekiti wa Fula Chebukati akaulizwa kunahitajika fedha kiasi gani, akafumba jicho na mdomo pia kuhusiana hilo. Je, fedha zinaweza kuchangia vipi kutoendelea iwapo haitaidhinishwa pengine na bunge kwamba kuwekwe fedha kiasi fulani, ama fedha zozote kutumika, kinaweza kuwa kikwazo? Kwa hakika niliweza kusikia ya kwamba mwenyekiti akisema lazima fedha waweze kupewa fedha ili waweze kuandaa hata hii kura ya maoni, ama waweze hata kuangalia yale sahihi ambayo yameletwa. Ukiangalia budget yetu ambayo cycle yake tunajua inasomwa June, hawakuweza kupatia mgao hii process ya kura ya maoni. Kwa hivyo utapata ya kwamba kenye chairman wa tume ya uchaguzi alikuwa anatuambia ni ya kwamba hajui ataanzia wapi. Kwa hivyo ni vyema ya kwamba fedha iweze kutengwa, jambo ambalo nimeona na ni sintofahamu kati ya IEBC
na tuseme niliona kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ni fedha ngapi, ni pesa ngapi zinahitajika. Wengine wanasema ni bilioni kadhaa, wengine wanasema ni pesa fulani. Kwa hivyo inabidi ya kwamba waweze kujua ni pesa ngapi wanahitaji, iweze kuangaziwa na tujue kama hiyo fedha iko ama itakuwa ni ya msaada. Kwani bila fedha tumeona ya kwamba hauwezi andaa uchaguzi, hauwezi andaa hata kura ya maoni bila fedha kutengwa. Aha. Lakini ukiangalia pande mwingine Lofty, utapata ya kwamba kulikuwa na ile punguza mzigo bill. Ilitumia tu the process kama hii, ilipelekwa katika IEBC, waliweza kuidhinisha na kupeleka katika county assemblies, na tukuona bwana Chebukati akisema ya kwamba lazima kabla hata aanze kuidhinisha lazima akuwe amepewa mgao fulani wa kifedha. Kwa hivyo unapata ya kwamba kuna ile tunaita kwa kimombo double speak, na si vyema upate ya kwamba the same process tume inachukua inachukua position fulani, na kwa process kama hii ikiwa ni ya mtu mwingine inachukua position fulani. Ingekuwa imesema hata wakati wa kupunguza mzigo serikali lazima iweke mgao, basi hatungekuwa hata na shauku wakati ambapo anasema hata wakati huu lazima fedha iwe. Lakini jambo la muhimu ni njia yote yenye tunasema fedha lazima itengwe. Safi. Bwana wakili, iwapo mabunge hayatopitisha, mabunge ya kaunti, na uwe ndo tangusho, ukiangalia kipengee cha 256 kinaelezea mchakato wa katiba kurekebishwa kupitia bunge na wala si wingi wa watu. Je, hawa wenyekiti wawili ambao ndo wafadhili, Junet Mohamed na mwenzake Dennis Waweru, je, wanaweza kuregesha bunge ili uweze kujadiliwa na kufanywa marekebisho kupitia kipengee 256? Inawezekana? Inawezekana, wanaweza ileta katika bunge na watumie hiyo tunaita parliamentary initiative, lakini vile nimekueleza hawezi ileta kwa vile ilivyo wakati huu. Kwani wakiileta vile ilivyo bado, na lazima inasema ya kwamba lazima uipatie miezi 6 baada ya kuangushwa. Lazima ikiletwa mwishowe, kwa vile iko na mambo ambayo yanaguzana na article 255(1) ambayo inasema ni lazima iende katika kura ya maoni. Kwa hivyo mwisho wa hata hiyo process ya parliamentary initiative bado itarudi kwa kura ya maoni. Na sidhani ya kwamba kulingana na wakati ambapo tuko nayo na uchaguzi ambao unakuja mwaka wa 2022 kwamba kutakuwa na nafasi mzuri wa kuweza kuileta mara ya pili. Na mwisho kabisa, wakili, je, tujifunze nini kutokana na kura ya maamuzi ya mwaka 2005 kuhusiana na siasa, mirengo, misukumo, fedha zilizotumika na kadhalika, iwapo kweli tutaelekea hapo safari hii? Jambo ambalo tunafaa kujifunza ni ya kwamba hii process ambayo tunasema ni ya kubadilisha katiba, kama itakuwa ni njia ambayo italeta ugawanyiko mkubwa, utaleta siasa nyingi, utakuja kuleta utumikaji wa fedha nyingi. Serikali utapata itatumia pia rasilimali ya serikali wakati ambapo wanaweza kupigia debe. Utapata kwamba si jambo nzuri, si jambo ambalo tunaweza kufurahia, tukizingatia ya kwamba bado uchaguzi uko chini ya mwaka 2 unaokuja, na Kenya tukiangalia pahali tumekuwa kulingana na athari za corona, tuko pahali pabaya sana kifedha. Kwa hivyo ni vyema kama kungekuwa na uwezo wa kufanya kura ya maamuzi ambayo haitaleta joto nyingi ya kisiasa, haitaweza kutumia fedha nyingi, na itaweza kuleta Wakenya pamoja kupitia process hiyo, ukilinganisha na vile ilikuwa 2005 wakati ambapo tulikuwa tunafanya hiyo uchaguzi mwingine. Safi kabisa. Wanasema mwana msikizi hafunzwi siku nzima. Kwa hivyo amekuelimisha, naamini kwamba umejifunza mawili matatu kuhusiana na mchakato mzima. Ni wakili mwanasheria wa masuala ya katiba Duncan Okatch akidadavua na kupambanua zaidi kipengee cha 255, 56, 57 cha sura ya 13 ya katiba, marekebisho ya katiba. Shukran sana wakili kwa muda wako. Na mtazamaji, tutakuwa tunachukua pumziko fupi kidogo, lakini nitarejea, bado tunazo taarifa tuendelea kukujuza, kwa hivyo usiende